Fellowship ambao ni African Subzone. Mtu aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka sasa tujiandae kukaribisha mchungaji ambaye atatupa neno la Bwana. Na kwa majina yangu naitwa Pastor Patrick Mudome. Mtu aseme amen. Hapa ndio nyumbani. Kwa hiyo tujisikie huru katika Bwana. Mtu aseme amen. Kwa hivyo tunataka tukaribishe mtumishi wa Mungu ambaye anaenda kutupa neno la siku ya leo. Nami naamini ya kwamba umeandaa moyo wako ili ya kwamba neno likapata nafasi mahali pa kuingia, ili Yesu akapate kupenya ndani yako, ili ukapige hatua nyingine kumuona Bwana. Mtu aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi ninapowimba wimbo huu wa kuabudu kwa muda mfupi tu, basi mtumishi wetu atapata kusimama na apate kutubariki kwa ajili ya neno la Bwana. Thank you Jesus. Thank you Lord. Utaimba tu na mimi hapo kipo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Wacha tuombe kwa sababu ya neno la Mungu takatifu liye juu. Katika jina la Yesu tunasema ni asante kwa nafasi nyingine ambayo Bwana umetupatia ya kuwa katika uwepo wako, ili Bwana kusikiliza mausia yako. Tunajipiana kwa mikononi katika jina la Yesu Kristo mwana aliye hai. Tunaomba Bwana ukaweze kuchukua hatamu, na Bwana ukaweze kuzungumza na kila mmoja aliye katikati yetu. Neno lako Baba ni kweli na ni amina. Wacha Bwana unapenda kulisikia likalete uzima wa kimwili na uzima wa rohoni, ikaweza kutubadilisha na kutusaidia tukawe vile Mungu unataka tukaweze kuwa kwa utukufu wako. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu nimeomba na kuamini. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Basi namshukuru Mungu kwa sababu hii nafasi ambayo nimeipatiwa ya kusimama mbele zenu na kulileta neno. Amen. Si kawaida, ni Bwana tu inachukua mkono wake Mungu. Amen. Nashukuru kwa sababu ya mwenyekiti wangu ambaye amependezwa kunipatia nafasi hii, na mshauri wetu. Haleluya. Na viongozi wote ambao wako hapa kutoka makanisani, nasema Mungu akapate kuwabariki sana. Amen. Viongozi pia wa kanisa nasema Bwana wabariki na muendelee kuifanya kazi ya Kristo. Haleluya. Pia mchungaji Bwana akubariki kwa sababu ya kazi ambayo unaifanya mahala hapa. Amen. Basi tuende katika neno lake Mungu. Kitabu ni cha Wafalme wa Pili, mlango ni wa 20 kuanzia pale katika kifungu cha kwanza hadi kifungu cha 7. Haleluya. Majina yangu ni Emmanuel Karisa, mimi ni kasisi na nitumikia kanisa la Mungu maeneo ya Mikindani. Amen. Amen. Nitasoma katika jina la Yesu. Maandiko yanasema siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Mstari wa 2, basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani, akamuomba Bwana akasema, nakusihi Bwana ukumbuke sasa
jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji wakati, neno lake Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambie Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako, na tazama nitakuponya, na siku ya 3 utapanda nyumbani mwa Bwana. Tena nitazidisha siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru. Nami nitaulinda mji huu kwa ajili ya Daudi na kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Naye Isaya akasema, twaeni mkate wa tini, wakautwaa wakauweka juu ya jipu, naye Hezekia akapona. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Nataka kuongea na watumishi wa Mungu walioko katika nyumba hii jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuamini ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu katika kanisa lile ambalo unatumika. Amen. Haijalishi cheo ambacho uko nacho katika lile kanisa ama huduma ulionayo. Chenye ninajua wewe ni mtumishi wa Mungu. Bwana amekuita naye Mungu amekuchagua. Sema amen. Haleluya. Na kwa sababu tumechaguliwa na Mungu aliye juu, nimeona ni vyema ya kwamba jioni leo tukaweze kutiana moyo. Tukaweze kutiana moyo kwa sababu ya huduma ambayo Kristo ametupatia. Sema amen. Haleluya. Yesu amekuita, sijui alikutoa wapi, kwa sababu kama hapa tungeambiwa kila mtu aseme mahali Yesu alipomtoa. Haleluya. Wengine tunaangalia kama. Amen. Lakini kwa neema tu Mungu amekupenda, Mungu akakuokoa vile ulivyokuwa na akakubadilisha na uko vile ulivyo hivi sasa. Amen. Bwana asifiwe. Basi mahali ambapo tumesoma, tumeona mtumishi wa Mungu kwa jina anaitwa Hezekia. Hezekia alikuwa ni mfalme wa Yuda. Haleluya. Sema mfalme wa Yuda. Basi huyu ndugu ambaye anaitwa Hezekia aliitwa na Bwana Yesu akiwa na 25 years. Haleluya. Akawa ni mdogo sana na akawa Bwana amemuita na amempatia majukumu ya kusimamia taifa la Israeli ama kabila la Yuda. Sema amen. Naye Mungu alipokwisha kumteua, habari njema ni kwamba huyu ndugu akawa na ushuhuda mzuri sana mbele za Bwana. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba alikuwa na moyo wa kumpenda Mungu. Sema moyo wa kumpenda Mungu. Sababu unaweza ukawa kanisani tumekupatia cheo, unatumika, lakini moyo wa kumpenda Mungu ukawa hauko ndani yako. Waja tu kanisani ili pastor akuone, ili ujionyeshe kwa watu. Lakini huyu alipoteuliwa na Bwana hakuwa na mambo ya kujionyesha, lakini maandiko yanasema ya kwamba moyo wake kabisa uliandamana na Mungu. Sema amen. Na hao ndio watu ambao tunawataka makanisani, yani akiteuliwa akiwa kama ni kiongozi, moyo wake kabisa uko pale, anatumikia Mungu chini ya ule mchungaji ambaye Bwana amempatia. Sema amen. Anajitoa kabisa. Si kwamba ni mtu ambaye yuko hapa lakini moyo wake uko kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu huyu ana ushuhuda ya kwamba moyo wake ulimpenda Mungu na akajitolea kabisa mbele za Bwana. Haleluya. Amen. La pili ni kwamba alipoteuliwa alikuja akakuta ibada zimeharibika kule Yuda. Watu wamechukua ile sanamu iliyotengenezwa na Musa. Amen. Nakumbuka Musa alitengeneza sanamu ya shaba ambao watu walikuwa ni wagonjwa na kuwatazama pale na utapona. Haleluya. Sasa alipoteuliwa akakuta watu bado wamesimamisha ile sanamu na wanaiabudu.
akaiendea akaivunja, akasema lazima watu wamwabudu Bwana, waachane na masanamu. Bwana Yesu